Niwakaribishe kwa wasaa mwingine tena. Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Kipimo cha usaliti sehemu ya 4. Mwandishi na mtunzi ni Kasim Safi, na kwenye maiki ni Abu Tafaa wa mjukuu wa milimani. David alimjali sana mke wake, lakini upande wa mke wake hali haikuwa ya amani. Mke wa David muda mwingi alikuwa mtu mwenye mawazo. Kuna wakati alisikika kijisemea tena kwa sauti, ina maana mume wangu amefikia hatua ya kuniwekea majaribio ya kishenzi namna hii? Miaka 13, ina maana hana imani juu yangu? Swala hilo limeniumiza sana. Ndio maana nikawa najiuliza, huyu rafiki wa mume wangu katokea wapi? Mbona ni mpya? Miaka yote sikuwahi kumuona, na ikawaje amwamini kiasi cha kumwacha ndani bila yeye kuwepo? Kumbe ndiyo mpango aliokuwa ameukusudia. Sasa ngoja, hii vita ya kupimana usaliti wala haijaisha hadi apatikane msaliti. Siku moja David alibisha hodi mlangoni kwake. Ilikuwa majira ya mchana. Alishangazwa sana na mtu aliyemfungulia mlango. Mwanamke mzuri mwenye shepu ya kiukorofi aliufunga mlango kwa madoido. Mtikisiko wa mlango uliambatana na mtikisiko wa shepu la dada yule kwa nyuma. David aliyatoa macho, kwani ni dhahiri uzuri wa mwili wa dada yule ulimsababishia hisia kali za kimapenzi. Pembeni kwenye kochi ilisikika sauti ya Bisuzi, karibu mume wangu. David alishtuka sana alipogundua mke wake alikuwa ameketi sebuleni. Muda wote David aliokuwa akimtazama dada yule kiasi ambacho kilimfanya shindo kuangalia mbele, kumbe mke wake alikuwa akimtazama. Bisuzi alijisemea moyoni, hii bado ni trailer, lakini naona kama misheni inaenda kukamilika si punde. David alimuuliza mke wake kuhusu binti yule, naye Bisuzi alimweleza ya kuwa huyo ni mtoto wa mama yangu mkubwa, hivyo ni shemeji yako. David alikohoa kidogo baada ya kupewa taarifa zile. Mke wake aligundua kitu, ila hakujali zaidi, alitoa tabasamu lake. Siku iliyofuata mke wa David alijifanya mgonjwa aliyezidiwa, lakini huo ulikuwa mpango wake na binti yule. Lengo ilikuwa kumpima mume wake. Bisuzi aligeuka mtu wa kitandani, wa kulishwa, wa kuogeshwa. David aliacha shughuli zake zote, akawa wa nyumbani ili kuweka ukaribu kwa mke wake mgonjwa. Lakini hiyo ilikuwa ni plani ya mke wake na binti yule. David aliipata taswira mpya ambayo kwake iligeuka kuwa mtihani, lakini mrahisi kuufanya na mgumu kuuacha. Binti yule alivalia nguo fupi na zenye kuuchora mwili wake. Hakika hali ile ilimchanganya sana David. Dada yule alifanya makusudi. Muda ambao David alitazama taarifa ya habari, ndiyo muda dada yule alikuja kudeki eneo la sebule. Alivalia kanga, tena kwa makusudi aliloanisha kanga ile. Alideki, maungo yake yalitikisika muda wote. Hali hiyo ilimtia midadi David. Ndugu mpenzi msikilizaji, David ataweza kweli kuchomoa? Maana zipo dalili nyingi sana za kuwasha moto ili aondokane na ubaridi. Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Usiache kutufollow. Abu Tafaa wa mjukuu wa milimani.